Bwana Yesu na asifiwe sana. Wakati tulipokuwa tukiangalia kuhusu tamaa katika kitabu cha Luka 12 kuanzia mstari wa 15, na tukaona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba tujihadhari na tamaa, kwa maana uhai wetu, maisha yetu haitegemei wingi wa vitu, wingi wa mali ama wingi wa utajiri tulio nao. Tusikubali kuharibu maisha yetu kwa sababu ya kutamani. Na tukaona ya kwamba ile tamaa imefanya watu wengi tumkosee Mungu. Maana wengine tumeiba kwa sababu ya tamaa, tumeua kwa sababu ya tamaa, tumedanganya kwa sababu ya tamaa, tumeonea wengine wivu kwa sababu ya tamaa. Si vizuri kutamani tamaa, maana maisha yangu na maisha yako haitegemei wingi wa vitu ama mali ulio nayo. Na ndio sababu katika kitabu cha 1 Timothy chapter 6 verse 8 to 10 inaongea sana kuhusu utajiri. Watu wengi sana wameangamiza maisha yao kwa sababu ya kukimbizana na kutamani kutajirika. Yani unatamani mpaka unaingiza maisha yako katika dhambi, unaingiza maisha yako katika hukumu ya Mungu. Na Biblia pale kuanzia pale mstari wa 10 inasema ya kwamba maana kutamani sana fedha ndio chanzo cha maovu mengi. Unatamani pesa mpaka unatenda dhambi, unatamani pesa mpaka unavuja doa, unatamani utajiri, unatamani maisha ya juu. Tumeona hata wadada wengine ambao wamevuja doa zao kwa sababu ameona yule ndugu ama yule mzee ameshindwa kumweka katika ile level ambaye angependa. Mama anataka wajenge nyumba ya milioni 20, watembee na gari ya milioni 3, sijui yani ile tamaa ya maisha ya juu imefanya hata doa zivujike. Ile kutamani utajiri kumefanya hata wake wengine wamewasha mabwana zao, wanaenda kutafuta wazee walio na pesa. Hii ni baya. Ama unakuta ndugu amewasha mke wake aende akawekwe ama ahifadhiwe na mama aliye na pesa. Tamaa ya utajiri imeharibu maisha ya wengi. Katika 1 John chapter 2 verse 15 nasema kwamba tujihadhari na tamaa ya mali ya dunia. Katika kitabu cha Yakobo 4:4 ninasema kupenda fedha ni kukosana na Mungu.